Jamani, kwa wale wote ambao mmeshafika, lakini mmefika huko na akili zenu mkiwa mmeshikiwa na maagenti. Na wengine pia wanajiandaa kuja huko na akili zao watakuwa wameshawachia maagenti wao, wanahangaika nazo huko. Sasa cha kufanya ndugu yangu, wewe ndio unayejua huko nyuma ulikotoka umeacha akina nani na ni wakina nani wanakutegemea na huku umekuja kufanya nini na unatakiwa urudi vipi. Kwa sababu unavyosema hivi kwamba watu wamekuja huku na akili za kukariri, yani watu tayari wameshatoka huko na akili zao, lakini akili hazifanyi kazi huko. Yani huku mwili tu ndio umekuja, lakini akili zinakontroliwa na agents. Kwa sababu mtu anafika huku kashaambiwa, kashakaririshwa, Mwarabu anatakiwa kufanya kila kitu. Ni kweli. Mwarabu anatakiwa wewe ukiumwa kupeleke hospitali, Mwarabu anatakiwa wewe ajue unavaa vipi, Mwarabu anatakiwa wewe hakikisha unapata sehemu nzuri ya kulala ambayo ni salama, anatakiwa hakikisha unapata chakula. Mlo mara 3. Pia na wifi pia inatakiwa iwepo ili kufanya nini? Kukuwezesha wewe kuwasiliana na familia yako. Sasa watu wengine wamekariri kila kitu anatakiwa afanye vyote na nyumba zote ndio hivyo zipo. Hapana, usikariri. Mabosi wengine hawapo hivyo. Inategemea na bosi ambao utamkuta. Kuna mwingine ukiumwa atakupeleka hospitali, kuna mwingine atakununulia nguo za kuvaa, kuna mwingine atakupa sabuni, atakupa losheni, atajua wewe ni mtoto wa kike, atakupa pedi, atakupa perfume, atakupa kila kitu unachostahili na ukaishi maisha ya kazi, ukaenjoy. Kuna mwingine yeye anajua kukupa chakula tu, kwamba hicho ndio kitu anachotakiwa kukifanya na chakula chenyewe ni yale mabaki. Wanakula kwanza wao, alafu wewe ndio unafuata. Na bora hata wawe ni watu ambao wanaweka chakula kwenye mahotipoti. Umeona kikibaki kwenye hotipoti sio mbaya, lakini sasa unakuta wengine ni wale wa kumwaga kwenye sinia. Wanaenda kwanza wanakula ovyo, alafu mwisho wa siku kikirudi jikoni ni wewe utachagua ule au upeleke zibala. Then hao wapo na hawashtuki. Kuna wengine, yani kuna mwingine anaona chakula kinachofaa kukupa wewe ni kile ambacho kinabaki. Yani ni mpaka kibaki. Na kitu ambacho kitakuonyesha kwamba kwenye hii nyumba kwamba mimi ninatakiwa nile chakula kilichobaki hata kama kinabaki kwenye hotpot, ni pale ambapo kuna siku chakula kinaisha. Yani kinaisha chote na wanajua kabisa hotpot wamelipeleka sebleni na wewe unasubiri ndio uje kula, lakini utashtukia watu wanarudisha hotpot chakula hakuna, kama ni wali na mchuzi wali umeisha na mchuzi umeisha. Hapo ndio utajua kwamba kwenye hii nyumba mimi ni mpaka chakula kibaki ndio nifanye nini, ndio nile, na ninapewa tu kwa sababu kinabaki. Wengi wako hivyo. Yani kuna ule mwingine utafika wewe ndio utakuwa wa kwanza kupakuliwa chakula, kwamba bwana chakula hichi kinaenda sebeni. Uenda kule kikifika kikachezewa, alafu kitakachobaki mtu hawezi kula. Kuna wengine wako hivyo. Kwa hiyo wanahakikisha wanakuambia pakua kwanza chakula chako. Kwa hiyo wakisha beba chote kile cha hotpot, litakalo tokea huko wewe wajikoni tena halikuhusu. Wewe unakuwa ushabaki na chakula chako kisafi. Hapo ndio utajua kwamba hii nyumba bosi anajua mimi nastahili kufanya nini, nastahili kula. Lakini kile ambacho watu kinabaki ndio unapewa, jua kabisa hapo ni kwa sababu kinabaki. Lakini watu bado wanavumilia. Haya, huyo ni bosi. Saa nyingine unakuta mfanyakazi na yeye sasa anaumwa. Mfanyakazi akiumwa, akashaambiwa huko kwamba pesa wewe utakiwa kutoa pesa matibabu. Wewe bosi anatakiwa kutibia. Ni kweli, lakini je, bosi wako ni mtu wa aina gani? Bosi wako ana moyo? Bosi wako ni binadamu? Kwa sababu wenzetu huku hospitali wao ni free. Umeona? Sasa kitu kinachowauma wao, mtu akatoe riali 20, riali 30, riali 50 kukupeleka wewe hospitali na ukapimwe tu, alafu akurudishe kwenye nyumba. Na wakati yeye akienda pale ni kuchukua tu kadi kwenda dirisha ile kupimwa, kupewa dawa na kwenda nyumbani kwake, yeye hata 100 hatoi. Sasa kinachomuuma wewe kukupeleka na ukalipiwe pesa. Kwa hiyo umuhimu wa kukupeleka wewe hospitali ukatibiwe atoe pesa yake yeye hajui na hana huko, yani hata hiyo akili hana. Sasa wewe umekaa hapo unaumwa wewe, saa nyingine mtu anaumwa macho, lakini anataka mpaka bosi akatoe pesa yake ampeleke hospitali. Kwani hilo jicho la bosi la kwako? Kwani usitoe hiyo pesa yako kwenda hospitali? Na kwa wakati mwingine kujihudumia na kwenyewe jamani ni sadaka, kujihudumia na kwenyewe pia ni baraka. Saa nyingine tunafunga baraka zetu kwa sisi wenyewe bila kujua.
Mtu anakaa hapo anasubiri tu mpaka bosi ampeleke hospitali. Jicho ni la kwako. Mtu mwingine anaumwa jino. Mwarabu unataka Mwarabu achukue pesa zake akupeleke hospitali. Ndugu yangu, huo mwili ni wa kwako. Hilo jicho ni lako, hilo jino ni la kwako. Lolote litakalo kukuta hapo, hilo litakuwa ni kosa la marehemu. Wa familia yako huko wao wanakuwa hawajui lolote. Kama ni bosi alikataa kukupeleka hospitali, anaweza akakupeleka dakika za mwisho, basi ukaenda ukafia hospitali, asi alikupeleka na si umekufa. Huko nyuma nani kwamba anajua kwamba wewe uko unapelekwa hospitali wakati unaumwa? Yeye umeshakufa umepelekwa hospitali, sasa hata ukifia ndani pia vile vile hiyo ni ajali, hajakuua. Kwa jamani, pale unapoumwa umeshajua kabisa mabosi zako ni wabahili, mabosi zako hawana muda wa kupeleka hospitali. Toa pesa yako, nenda hospitali. Na ukiona hata unatoa pesa yako mtu mwingine anakataa kukupeleka, toa taarifa sehemu husika. Toa taarifa sehemu husika, bosi wako asemeshe. Na ukiona huna sehemu ya kutoa taarifa, mwambie akupe namba ya taxi au akuruhusu uite taxi, akupe vitu vyako uende hospitali. Asa mwingine unakuta amekaa hapa ana kazi ya kupauka tu, anapasuka magaga, miguu inampasuka. Hanunui losheni, hanunui mafuta kulainisha ngozi yake ya uso, hanunui losheni kulainisha ngozi yake ya miguu, anakuambia bosi anatakiwa kununulie. Bosi huyo anatakiwa kununulia hiyo vipi? Yaani mtu anashindwa hata kutoa riali 10. Kwani hiyo riali 10 ukinunua losheni yako riali 2, sijui riali 1 na pesa ngapi? Ukinunua sijui mafuta yako haya makubwa ya nini haya ya mgando, sijui ndio yanauzwa riali 1, sijui riali 2 yako mawili. Wewe unapungukiwa nini? Na mafuta hayo na losheni hiyo unaweza ukajipaka miezi 2 mpaka miezi 3. Kwa mfano ukichukua tu riali zako 10 ukajinunulia pedi, ukajinunulia losheni zako, ukajinunulia mafuta yako, ukajinunulia soksi zako. Hivyo vitu ni vitu ambavyo unavitumia karibia miezi 3 mpaka miezi 4. Hebu niambie utakuwa umepungukiwa nini kwenye mshahara wako wa riali 80? Utakuwa umepungukiwa nini wewe kwenye mshahara wako wa riali 100? Utakuwa umepungukiwa nini wewe kwenye mshahara wako wa 110, 120? Utakuwa umepungukiwa na nini baada ya miezi 3 kwa unajihudumia kwa riali zako 10? Mwingine anaikimbia nyumba ni nzuri, anapata muda wa kupumzika, anakula vizuri, wifi nayo, kisa tu ni hivi vitu vidogo vidogo ndio vinamkimbiza kwenye nyumba. Yaani kuna jamani, hivi vitu vidogo vidogo tu vinamkimbiza mtu kwenye nyumba. Nyumba umeshapata nyumba yako, wifi unapewa, chakula unakula, mshahara wako unalipwa. Hivyo vitu vingine, losheni na sabuni, jinunulie. Losheni yako na sabuni haviwezi vikachukua kila mwezi riali 10, hakuna. Yaani ukichukua riali 10 ukajinunulia losheni, ukajinunulia mafuta, ukajinunulia perfume yako, ukajinunulia pedi zako, naacha nikwambie hivyo vitu unatumia miezi 3, miezi 4. Huku kikubwa tu upe wifi na chakula. Wifi ndio inamaliza pesa. Jizimie siku moja, ngoja uzimiwe au uzimiwe mwezi mzima, ndio utajua cha muhimu ni nini. Cha muhimu wifi peke yake. Ukishapoa wifi mambo mengine hayo mengine madogo madogo hayakusumbui.